Rigathi Gachagua, sisi hatukuchukii, lakini tunachukia matamshi yako. Sisi hatuchukii serikali hii yenu, lakini tunachukia venye mnatuongoza. Sisi hatuchukiani na Wakikuyu na tuchukiani na Wakalenjin na kabila yote. Sisi ni Kenya na jina yetu ni Kenya. Sisi hatusemi sisi ni kabila gani ya Oma Kia ngoa. Sisi ni Kenya na tutabaki kuwa Kenya milele. Chenye iko wacha ukabila. Wachana na ukabila. Let us fight corruption. Inaanzia na wewe. Ile pesa yenye ulishikwa nayo 1,200,000. Mbona usitoe hiyo pesa saidia wa Kenya? Ukabila tutaki Kenya hii. Ya pili, unaona serikali ya William Ruto sahi. Polisi wanakimbiza pesa ya matatu mpaka wanafungua life bullet. Kenya hii sahi mpaka watu wa matatu ni watu wanapigwa na risasi. Na in case na Kisumu kwa ngome ya Raila Amolo Odinga wanatumia life bullet kwa nini? Wameua mwanafunzi mwenye alienda kufanya shopping kwa vitu ya shule. Wameumua kwa nini? Wamemuulizia nini? Wakenya ni wakati inafaa tufungue macho, kwa sababu mahali tunaenda sio mahali pazuri. Mahali tunaenda, muliona jana tuliitwa mababuni. Ruto ametoka Kenya, amepandishwa ndege na pesa yetu. Ametoka Kenya na pesa yetu, amepanda ndege na pesa yetu, usuru yetu, anaenda huko anatuita mababuni. Sisi ni mababuni. Babuni anajua kuongea. Babuni kuna mdomo. Babuni si anafanya keo. Kao. Sisi we are not baboons. Ruto anatumia pesa yetu, anaenda ng'ambo, anaita Wakenya babuni. Alafu anarudi hapa Kenya anakaa tu. Kama sisi ni babuni, na yeye ni nani? Yeye ni homo erectus ama homo habilis? Sababu tumeerect kutoka kwa wanyama tukikuja kwa binadamu. Ruto, heshimu pesa ya Wakenya bwana. Wewe ni president, tujakataa. Lakini heshimu pesa ya Wakenya. Na muache kugawanisha Kenya kwa msingi ya kikabila. Kazi 100,000 yenye Moses Kuria alikuwa naenda kutafuta huko ng'ambo. Watu wote wenye wamepata nafasi kwa hizo kazi ni Wakikuyu na Wakalenjin. Kama nasema uongo, Mjaluo, taja Mjaluo mwenye amepata hiyo kazi, ama Mkamba ama Mkisii. Hakuna. Wacha kugawa Kenya kwa msingi ya kikabila. Baba zetu wamepigania hii Kenya wakiwa pamoja. Sasa imefika wakati wako unaongoza kwa kimabavu. Sisi tutakufa, lakini hii ukweli na hii sauti yangu itabaki Kenya milele. Wacha kugawanyisha Kenya kwa msingi ya kikabila. Ya mwisho tunataka freedom ya makanisa. Kila mtu anakubaliwa kuabudu Mungu. Mungu ni Mungu na Mungu ni Mungu. Mungu akijelivi. Umeiba kura, Wakikuyu walisema sio maombi, ni wizi. Umeiba kura yetu, wanaiba si maombi, ni uwizi. Sahi wanalia si maombi, ni corruption na njaa. Kwanza nakwambia, wakati unapambana na sisi, tunapigana na Wajaluo. Sisi hatuogopi. Tuko ready kukufa. Juu hata future ya maana sina future ya maana. Unaona? Ili kukaa kwa mkono ya Mungu, mali najua niko salama, kuliko kukaa kwa mkono ya binadamu, mali najua nadhulumiwa. Sasa bei ya unga badala ishuke inapanda. Sasa bei ya mafuta taa badala ishuke inapanda. Sasa bei, mimi niko na pikipiki. Pikipiki yangu haikimbii. Pikipiki yangu imesimama kila wakati. Sababu gani? Fueli inapanda kila siku. Nitakojolea pikipiki. Mnataka nikojolee pikipiki? Kwani nikikojolea pikipiki itafanya kazi? Ni wakati wa Wakenya kufungueni macho. Sababu mnaongozwa na mnyama. Is not a human being at all. Why am I saying this? Kama angekuwa ni binadamu, angeona haki ya mama mboga. Mama mboga sahi hata vibanda hazina wateja. Ushuru iko mpaka kwa mboga. Mama mboga hana hata umuhimu. Nauliza, Aisha Jumwa ni mama mboga? Aisha Jumwa ni mama mboga? Ama Wetangula ni mtu wa bodaboda? Wakenya, sisi ni Wakenya na tuami Kenya. Nchi zingine watu wamehama wakitoroka nchi zao wakikuja hapa Kenya sababu wameshindwa. Hapa ni kwetu.
tunakufa hapa. Kama tutatengeneza Kenya yetu saa hii, ili tukufe tukue hatuko. Sababu mimi ficha yangu, si unaona Ruto ameharibu. Kama mimi nilikuwa mnaenda mjengo, saa hii mjengo hakuna. Ukienda mjengo lazima ujue ulizo, unajua foreman. Kila mahali mjengo ilikuwa mahali yenye tunaenda, sababu hatuna masomo ya kutosha. Tunaenda mjengo, tunabeba mawe, tunatumia kifua, tunakoroga mchanga, tunatumia kifua, tunafanya kazi ngumu juu masomo yetu ni kidogo. Na hatujasoma sababu hatujapenda, tujasoma sababu wazazi wenye walituzaa walikuwa fukara. Na nyinyi mkatupromise 7 wakati mlikuwa mnafanya campaign. You promised, ulitutoa hapa mkatuweka hapa. Kila mradi ukifungua ni fake. Hakuna mradi inafanya kazi. Pesa ya ushuru ya Kenya inafaidisha watu binafsi, sio wa Kenya. Ona, umeongeza makabinets wamekuwa wengi, umeongeza ma ministries zingine mpaka ukaform ofisi ya prime minister na bibi yake. Unaumiza Wakenya. Wakenya wamechoka bwana. Tumechoka na hii gharama ya maisha bwana. Tumechoka na hii maisha yenye tunaendelea nao. Tumechoka na hii gharama ya maisha yenye imetukalia. Saa hii kwa mfano ukiangalia watoto wanaenda shule, mwezi imeisha, land rate imeongezewa, mpaka landlord wameongeza kodi ya nyumba. Tunataka school fee, tunataka chakula kwa nyumba, tunataka rent ya nyumba. Hizo vitu haziko saa hii. Nyumba zinafungwa. Hata landlord saa hii wanaona haya kufungia watu mlango. Sababu gani? Hata yeye anakufungia na hakuna pesa. Punguzie landlord hizi land rate, tuishi na amani. Hakuna chakula, hakuna ajira, hakuna kitu yoyote. Sasa Wakenya wenye wananisikiza kwa leo, kama uko mahali, angalia mahali sweet iko, hata kama kuna 200, enda ununue sweet, anza kuuza kwa barabara, utapata 50 juu ya sweet. Ukiweza kuuza mandizi, enda Kikomba, chukua mandizi, kuja na mandizi ya shilingi 100, uza hiyo mandizi kutolee 50 ukule. Ukingoja hii serikali kukupatia kazi, itatafuta njia ya kukuua ikunyonge. Mahali tumefika saa hii sio mahali ya kudanganyana. Tunaelimishana na tunaambiana ukweli. Wewe mtu wa mjengo, ukiweza kusaidia mtu wa Kenya, tusaidiane saa hii. Tushikane mkono. Hata kama wewe ni foreman wa mjengo, tushikane mkono, tuitanie kazi. Government haina kazi. Government iko na kazi ya wazee, watu wa 70s. Kwa serikali ya William Ruto hakuna mtu akona miaka 30 kurudi chini. Hakuna kijana. William Ruto ni kijana na akona mjukuu na vitukuu. Yeye ni kijana. Gachagua ni kijana. Let us speak these things true. Sasa wacha Wakenya waishi na amani, na ili waishi na amani economy, na sisi tunaanzia sisi kama bunge la Jakaranda na Wakenya wengine wenye watatujoin. Tunataka kufungulia vijana biashara, hata kama ni ya switi, hata kama ni ya kuuza nguo, mtumba, hata kama ni ya kufanya nini.